Dunia inabadilika mbele ya macho yetu, na safari hii si kila mtu anaweza kuendana nayo. Mnamo siku ya tarehe 2, serikali ya Jamhuri ya Watu wa China kupitia wizara yake ya mambo ya biashara ilitoa tamko kali linaloashiria kuwa China sasa ni taifa kubwa na halimuogopi yoyote. Kwa kifupi, China ilisema haitatambua wala haitotii vikwazo vilivyowekwa na Marekani dhidi ya makampuni yake yanayonunua mafuta katika nchi ya Irani. Kauli hiyo ya China siyo ya kawaida, bali ni uasi wa wazi dhidi ya mfumo wa vikwazo uliowekwa na Marekani kwa miaka na miaka. Hii ni habari njema kwa Irani kwa sababu China ndio mnunuzi mkubwa wa mafuta ya Irani. Takriban 80% ya mafuta ya Irani huuzwa China, mara nyingi kwa bei ya punguzo na kwa kupitia njia zisizo rasmi ili kukwepa sehemu ya vikwazo vilivyowekwa na Marekani. Na 20% ya mafuta yanayobaki Irani huyauza kupitia mtandao wa meli zake za siri unaojulikana kama Shadow Fleet. Shadow Fleet inahusisha meli kubwa za mafuta ambazo hazijasajiliwa popote, yaani hazitambuliki kimataifa na hazina bendera ya nchi yoyote, na mara nyingi zinapotembea katika bahari huwa zimezima mfumo wa GPS ili zisionekane. Sasa turudi kwenye tamko la China. Tamko la China linamaanisha hata kama Marekani imeweka vikwazo vikali dhidi ya Irani, lakini Irani bado ina soko kubwa la mafuta. Kimsingi, mkakati wa Marekani wa maximum pressure ni rasmi utakosa nguvu, kwa sababu Marekani ilitaka kuweka shinikizo kubwa la kiuchumi dhidi ya taifa la Irani kupitia blockade na vikwazo vizito ili Irani ikubali masharti ya Marekani ya kusitisha vita, wakiamini kuwa Irani dhaifu kiuchumi itakuwa haina nguvu katika meza ya mazungumzo ya namna ya kusitisha vita, na hivyo Marekani itaimpose conditions ngumu ambazo Irani atakuwa na namna zaidi ya kuzifuata. Lakini hilo linaonekana limeshindikana. Unajua, nguvu ya vikwazo vya Marekani imekuwa ikitegemea swala moja: nchi zote duniani kuvifuata. Lakini sasa safari hii Marekani ilipoweka vikwazo dhidi ya Irani, nchi yenye uchumi wa pili kwa ukubwa duniani, China, imesema hapana, not this time, hatutakubaliana na vikwazo hivyo. Kauli ya China inamaanisha jambo moja: sasa ni rasmi, dunia inahama kutoka kwenye mfumo wa unipolar world ambapo Marekani ilikuwa ina uwezo wa kufanya maamuzi ikiwa peke yake na kutoa maelekezo kwa dunia nzima iafuate. Tunahamia katika mfumo wa bipolar world ambapo kutoka kuna mataifa mawili yenye nguvu, China na Marekani, na yote mawili side by side yatakuwa na nguvu ya kushape mwelekeo wa dunia. Marekani inapaswa kukubaliana na hilo kwa sababu huo ndio uhalisia mpya. China ina nguvu ya kijeshi na ina nguvu ya kiuchumi. Hakuna namna Marekani inaweza ikaidhibiti kikamilifu, na China inalijua hilo tayari. Ndio maana kwa sasa inafanya maamuzi yake kiuhuru bila kumwogopa Marekani. Ndani ya miaka michache ijayo, mataifa yataanza kuchagua upande na block mbili zenye nguvu zitajidhihirisha rasmi. Kuna mataifa yatakayokuwa loyal kwa Marekani na kuna mataifa yatakayokuwa loyal kwa China, na bipolar world itakuwa imekamilika. Hakuna nchi moja tena itakayotawala kila kitu. Baadaye sana tutakuja kushuhudia mfumo wa multipolar world ambapo kutakuwa kuna block zenye nguvu kutoka Afrika, Asia, North America, South America na Europe. Na block hizo zenye nguvu zitakuwa zina uwezo wa kukaa kwenye chombo cha Umoja wa Mataifa kujadiliana kuhusiana na sera mbalimbali zinazohusu dunia na kufanya maamuzi as equals. Sio nchi moja kudictate nini kifanyike. Lakini tuendelee kusubiri tuone nini kitatokea. Wakili Lucas Myula, mpaka wakati mwingine.